Naam, leo tupo kwenye kipindi cha simulizi za jadi. Mtangazaji wako ni Yaomi Saidi. Leo tupo na mzee wetu hapa kwa ajili ya kusimulia story ya Simba Karatasi, story ambayo ilitokea huko nyuma, miaka ya nyuma imepita. Kwa hiyo mtazamaji wetu, kaa chonjo, kaa tayari kwa ajili ya kusikiliza kwa umakini hii story. Mzee, karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Nafurahi sana kunipata nyie. Mimi ndio mhusika wa hapo. Kwa jina ninaitwa Chama Saidi Ng'ombe, au kwa jina maarufu saizi naitwa Mzee wa Makamo. Na mwaka alikuwa mwaka 1991 ambapo baba alikuwa na dada yake kaolewa na bwana mmoja aitwaye Musa Kulomba. Baada ya kukaa takriban miaka isiyopungua 30, ikawa baada ya ndoa yao wamechuma vitu tukizingatia, maana kuchuma kwa kwetu ni mashamba, kujenga, mifugo. Ndio ikawa wameishi vile miaka iliyofikia 30 akafikia kutengana. Walipokuja kutengana, yule dada sasa kaamua aombe mgao kwa mumeo huyu Mzee Kulomba. Huyo Mzee Kulomba akakatalia yule dada kumgea ile mali. Kilichofanyika, yule dada karudi kwa baba ambaye ni Mzee Mnombi. Aliporudi baadaye, yule bwana kanitenga, lakini mgao hapendi kumgea. Sasa kaka, tunafanyaje? Yeye akamwambia basi haina tatizo, ngoja nimwendee mimi mwenyewe. Mwendea bwana, ilikuwaje? Yule mwanangu kishamtenga, lakini mjao nakataa, ilikuwaje? Mimi siwezi kumgea lolote, unaweza kaamua, lakini kwa wakati huo kumpa mgao yeye ni sio rahisi. Kilichofanyika, yule baba akaondoka. Sasa sehemu moja ilikuwa ni Hambo, kulikuwa kituo cha polisi, mahakama ilikuwa pale, na hakimu wao mmoja anaitwa Mzee Jibiri yuko pale. Yeye kafika pale kafahamisha, bwana, mimi nilikuwa na mwanangu kaolewa na mtu fulani, lakini ameachika. Ila kitu cha kushangaza, anakataa mgao kumgea mwanangu. Sasa naomba huyo mtu aitwe hapa ili msaidie kumuuliza tatizo liko wapi, ndio shindwa kutoa yule mgao. Pale ndipo mzee kapewa summons ile mahakama kuja kumgea Mzee Msabakali Kulomba. Alipoipata ile summons, walipangiwa Jumatatu wakutane kule mahakamani. Kweli yule aliyeitwa ikawa amekuja mahakamani, wamekutana kuongea. Walipoongea ikawa imegharimu ile mali wagawanya, mjewe yule mkewe ndio mtenga nataka mwenzie. Yule mzee ndo kaja sasa kushtuka, mimi nilipanga nisimgee, lakini sheria mahakama inapanga huyu mtu tumgee, ni mgee huyu mke wangu. Ndipo alipochukua uamuzi aliopata yeye ni kuondoka kwenda Msumbiji kumtafuta mganga wa kienyeji. Naona kweli amefika mahali mpaka Msumbiji, ameonyeshwa sehemu moja. Huyu mzee alikuwa anaishi polini huko. Kufika polini, bwana vipi, unacheza gani? Bwana mimi nimekuja nimekufuata wewe kutoka Korea ni Tanzania. Nimekuja hapa, kuna bwana mmoja nimeoea mwanawe pia, sasa nahitaji mali tusigawane. Nahitaji tusigawane. Sasa wewe unahitaji tusigawane wewe, nataka nimwangamize yule mtu. Naona kufa kwake yeye hakuna msimamizi wa kusimamia tena ile mali kapata yeye. Yeye ndio anayefanya, ni mkubwa pale kusimamia katika familia. Sawa, sasa hapa nitakusaidia vipi? Kaandika vyovyote, kwa sababu hapa kuna mambo mawili. Mwenye fundi anasema kuna swala moja, kama unamhitaji simba nikuandalie simba, kama unamhitaji nyoka nikuandalie nyoka. Huyu bwana Kulomba akasema mimi namhitaji simba. Kama simba unatakiwa mtu, sasa nimchukue mtu ndiye mimi muandae, fuatani naye. Huyo mtu ambaye atachukuliwa atabadilishwa au yeye atamchukua kumsindikiza kule na tumia mwenyewe uganga ufundi wake anataka kuhudumia. Anambadilisha, lakini akishafanya tukio anakuwa binadamu kama kawaida. Basi kama mimi na kijana ni mkwangu kule nyumbani, nitamchukua yeye nitamleta. Kama basi fanya haraka fanya hivyo ili habari zielewe. Yule mzee karudi siku ile, akavuka maji akaja Korea, akamkuta kijana mmoja aitwaye Hashimu Athmani Masudi. Huyo kijana wakati tunasoma akili zake zilikuwa fresh, kwa sababu bado mimi nilikuwa na darasa moja. Ndio. Hata kule kupewa suna tulikuwa jambo moja.
lakini tulipokuja kumaliza shule ikawa kidogo akili zimemnuka yule mtu. Na amechanganyikiwa. Ila yule mzee ni mpwao. Kamchukua kaambia, bwana mimi nahitaji tuondoke pale Msumbiji. Kule mganga amehitaji mtu amtengeneze simba akamuue mtu. Ila mimi nimekuchukua wewe kwangu. Tukishafanikisha hizi zoezi mimi nitakupa 700,000. Kwa vile yeye amepagawa kwa 700,000 ni mingi, akawa yuko tayari. Lini mnaondoka? Kaambia kesho. Na wakati huo hajawapa taarifa wazazi wake huyu kijana. Yeye ameondoka naye safari kwa mwezi wake. Safari Msumbiji. Fika kwa mganga, bwana vipi asali? Kijana roho mtaja ndio nimemleta. Kuna yeye ni kwangu. Yuko ridhaa. Mganga akatoa nasaha, akaambia ujue lazima uwe na moyo. Huyu mtu unapofikia hatua kufanya kitendo cha kuua, anapotoka kule wakati ameshaua, anabadilika sasa. Yaani anakuwa na nguvu kama mnyama, na yaani anageuka kabisa. Uweze kuamini kwa huyu tu mtengeneza hapa. Sasa pata itabidi wewe ujikaze. Akishafika pale, dawa ile kujeea, kunyoosha mikono, akishalamba, anageuka mtu tunatunyoa ngozi, anakuwa mtu wa kawaida. Wewe kaambia basi hilo mimi sina tatizo, na ndio jiamini, akaambia sina tatizo, kwa mimi nimekusudia hili tendo nilitende, wala sina wasiwasi. Sawa. Kampa dawa na wazake kila kitu, basi ndio ngozi ile ya simba kuvuka naye mpaka huko Tanzania. Hadi nzuri walifika siku ya Jumatatu. Jumanne. Pale unamfuatilia shamba sasa. Alikuwa ni kwa mzee. Hiyo sasa kila wakienda kwa vile kulikuwepo vibarua wanashindwa jinsi. Mungu sio Uthmani. Imefika siku ya Ijumaa. Ilipofika siku ya Ijumaa, mzee alikuwa mswahili. Na mimi pale nilikuwa na biashara yangu ya mgahawa. Asubuhi tumesalimiana na mzee, nikamwambia mzee, mimi naondoka naenda Mabuta. Kule kulikuwa kuna duka moja ilikuwa RTC, duka la ushirika. Nafuatana na vijana wenzangu naenda kuchukua mali, maharage, sukari, ngano, nilete hapa. Kaambia sawa, na mimi ikifika saa 6 naenda msikitini, kisharudi msikitini kwenye saa 10 nitaenda kuangalia vijana wale vibarua nitarudi. Maana hilo shamba liko la njugu, na huko kulikuwa kuna Ngedere ni mbali mno. Basi mimi nimetembea safari ya Mahuta. Yeye amekaa mpaka muda wa swala imefika, ameenda kuswali saa 7, saa 8, saa 9 kuliondokea safari ya shamba. Ndio umefika njiani nakutana na wale vibarua wanarudi. Mzee anaenda wapi? Naenda shamba. Akaambia shamba si Ngedere, tumeshawafukuza, wako mbali mno, wewe turudi. Akaambia mna, mimi naenda kuzunguka kule shambani, mara nitarudi. Haya, wale kamachia, anaenda shamba wakaja huko. Timaye kule ameenda mtu na shamba lake. Achajua viatu, sijui nini, kuchukua jembe sasa. Kutia mchanga ule njugu. Piga mchanga. Kumbe wale jamaa ndo tayari siku ile imewafikia sasa. Wameenda wametoka huko Polipoli mpaka kule kumwandaa yule simba. Bwana mzee tunamuona ndio kwambia ndio huyo. Aloinama huyo kwenye shamba la njugu. Wewe nenda mshughulikie, mimi nitakutana. Wakati huo anaambiwa kama yuko mtu akatengenezwa fresh ngozi nini, yeye pale kajitupa pale. Fika kweli amemkuta yule mzee ameinama pale shughuli zake. Hana wasiwasi nini kitatokea. Simba ameruka kumkamata. Kumnyonga, kumtupia huko, kumkimbilia tena kwenda kumalizia. Sehemu alizomshikashika damu imechuruzika. Tumepoteza pale moja kwa moja. Kilichofanyika ndo anaburuzwa akakuingia pole. Sasa angalia, mimi safari zangu nimerudi saa 12 niko hapa na wenzangu. Fika jioni kabisa. Na wale wenzangu ndio hapa mzigo wao walitangulia nao. Mimi mwenyewe kama bosi ndio nimekuja peke yangu. Nasikia. Basi nimefika, mama vipi chakula? Chakula tunasubiri baba. Yuko wapi? Ndio yuko shamba. Safari aliwahi ndio. Sasa shamba tangu ya saa 9 sijui saa ngapi imeondoka saa 12. Mpaka saa hizi hajatokea yeye ni saa 1 kanda. Hata mimi nimekuja kushangaa. Kwa babu ulienda kuuliza? Akanda sijaenda. Mimi nikajitoa hadi kwa babu baba amefika huko hajafika. Kwani yuko wapi? Ambaye mama ameniambia yuko shamba. Kaondoka hapa saa 9 mpaka saa hizi. Basi babu kilichofanyika ameniambia nenda kwanza kapumzike. Tusubiri kama hajarudi kakuja tena. Sawa. Mimi nimekuja nyumbani nimeuzibuzi mpaka kufikia saa 2:30. Saa 3 kasoro mimi nikajiandaa tena. Babu hajarudi mpaka saa hizi. Kweli? Unafinyeje sasa? Nikamwambia mimi taratibu ambazo zilionikuta kichwani. Ni watafute watu wasiopungua 3 4 nifuatane nani wasiingize shamba. Tukaangalie kama yuko shamba tujue.
kama yuko shamba tujue. Basi nikachukua baba zangu, baba wadogo walikuwa wanne, watatu, mimi mwenyewe wanne. Bwana baba hajarudi shamba. Sasa mimi naomba twende tukaangalie kitu gani kilichomfanya yeye chelewe kurudi shamba. Wao kama wamenikubalia hapa, tumeondoka saa 3:30 usiku. Naenda mpaka kule shamba. Kafika shamba la mikorosho, tukaenda kule mbele ndio liko shamba la njugu. Kuondoka mpaka shamba la njugu. Kwa kweli tumefika yale maeneo tumekuta moto na haka. Tumeangalia pembeni kuna sigara pale imewekwa. Kuna viatu viko pale. Kuna kisu kiko pale. Tumeingia shambani. Tumezunguka pembe la shamba.